yote mbaya. Sisi wazee huwa tunakunywa pombe ambayo inatengezwa kiutamaduni. Na tunajua kwa nini tunakunywa hiyo pombe. Sio tunakunywa tulewe, tunakunywa ili tustareheke kidogo sababu miaka yetu pia imepita. Lakini pombe ambayo ni mbaya, tumesema katu haitaweza kutumika katika vijiji vyetu. Na sisi tutaweza kuungana na serikali ili tuweze kuwapatia ripoti ambazo tunazo kwa wale ambao wanashirika katika hiyo biashara ya pombe haramu. Kwa hivyo tutaweza kuwajua, tukiona magari zao zinapita, tutaweza kupiga ripoti ili hizo magari ziweze kufuatwa na sheria na washikwe ili ya mambo yaendelee. Tunajua hawa watu wanatoa pombe mbali, wanapitisha katika vijiji vyetu na tunajua ni gari zipi zinakuja. Kwa hivyo hiyo ripoti tunastahili kutoa na naomba wazee wote wakiona gari zile zinauza pombe waweze kuripoti ili hiyo pombe tuikomeshe mara moja. Hatuwezi kuwa tunaimba pombe kumaliza. Lazima siku hii mwaka huu tuamue kwamba ni mwaka wa kumaliza na kupigana pombe ili tuweze kusupport naibu wa rais kupigana hii pombe. Hawezi kupigana peke yake, na sisi wazee wote tunaungana, tunauliza tushikane pamoja ili tuweze kupambana na hii dawa na mihadarati. Mambo ya pombe haisaidii. Kama sisi tungekunywa pombe ile hawa vijana wanaanza kujifunza, sisi hatungekuwa na familia, hatungekuwa na wao. Kwa hiyo naambia pombe haina faida. Kile kina faida ni wewe upewe elimu na wazazi wako, ukipata kibarua unafanya, na kile kidogo utapata kitakusaidia. Usiwe na tamaa ya kutafuta pesa nyingi, ama hivyo mnasema tunataka kutoa roko. Roko huwezi kutoa asubuhi kabla hujafanya kazi, lazima ufanye kazi na kile kidogo unakipata uweke kwa siku ya kesho. Sisi kama viongozi wa wazee tunashika serikali mkono, sababu hii serikali ndio ilichaguliwa kihalali na ikakubalika ya kwamba waongoze kwa muda ambao unastahili kulingana na katiba. Kwa hivyo sisi huwa tunaunga serikali ambayo iko kwenye mamlaka iendelee kuongoza, na tunawasaidia, na sana tunasaidia serikali kuambia mambo mabaya na pia kuiombea serikali ili iweze kufaulu katika miradi ambayo inafaidi wananchi wa Kenya. Kwa hiyo ndio jukumu letu sana sisi kama wazee. Kuna wazee wameshikana, wameanza kuitisha watu pesa 1200 wapewe barua. Hakuna barua wazee wanapeana. Hakuna barua watu watapewa kupika pombe ya utamaduni. Pombe ya utamaduni ni wale wanajua wanapikia wakati sasa sisi wazee tuko na Kiama, ama kama tuko na sherehe kama kule kwenda mambo kupeleka mahali kwa wasichana wetu ama kwa wavulana wetu, tunajipanga vizuri na njia ile ambayo inatakikana. Mahali ndio tunakubaliana tupeleke hii pombe ya Muratina, hiyo ndio tunakubaliana, ama kwa Kiama. Lakini hii ingine ya kuuzwa na kibuyu ukipatikana, hiyo sisi wazee tumekataa, na tumesema sisi wote hakuna pombe ya kuuziwa watoto, hakuna pombe ya kuuziwa wazee kama hakuna Kiama ama mahali tunapeleka udhoni ama kupeleka mahali. Mambo ya pombe, hii pombe haramu, hiyo sisi wana Kiambu na wazee wa Kiambu wa Kiama, hiyo tulikataa. Hii ingine ya Wakikuyu hii inaitwa Muratina. Hiyo ni pombe ya kubariki kama tuko na sherehe. Mumeona tulikuwa na pombe kidogo leo tukabariki. Hii maneno ikawa niko sawa. Lakini kuna watu wanasema pombe imekubaliwa. Hakuna siku pombe ya Mkikuyu ya utamaduni ilikuwa imekataliwa. Vile tunasema kama wazee, ni jukumu ya sisi wazee tujue ni mzee mgani atakuwa anapika pombe, ni mgani, ili tukiwa na kama ni sub county kama hii ya Thika, tuko na ward kama 5, tunapea wazee kama wawili ili tusiwe na kila mahali, kila mji ama kila nyumba inapiga pombe. Hatutaki hivyo kama sisi wazee wa jamii ya Wakikuyu, sababu tuko na shida, tunataka watoto wetu wasome, lakini tukianza hii mambo ya kupiga pombe kwa kila jamii, hiyo itakuwa baya sana.